mambo vipi mtazamaji wa Lizzy Media? Bwana, leo ni sikukuu ya mwaka mpya na nimekutana na walembo hapa, wamepoa wenyewe. Tunaenda kupiga nao story mbili tatu kuhusiana na sikukuu ya mwaka mpya, kwao wameipokeaje, lakini pia imeendaje. Naona hadi sasa hivi bwana wanasherekea. Mambo vipi? Safi. Wazima Sisi wewe. Kwa ajili ya mtazamaji wote wa Lizzy Media, unaitwa nani? Miriam Emmanuel. Naona unasherekea. Ndio. Umeipokeaje sikukuu ya mwaka mpya? Nimepokea vizuri sana. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mimi mzima. Unaitwa nani? Naitwa Emmanuel. Tuambie sikukuu ya mwaka mpya kwako umeipokeaje na ilikuwaje? Nimeipokea vizuri kwa kweli. Okay. Mambo vipi? Safi. Mzima? Mzima kabisa. Naona mnaenda kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya. Yeah. Hebu tuambie bwana, sikukuu yako mwaka mpya uliipokeaje na ilikuwaje? Of course, sikukuu ya mwaka mpya nimepokea kwa hamu kubwa. Nimepokea kwa hamu kubwa na kwa furaha. Umeisherehekea mwenyewe? Ndio. Ulijipanga kwamba 2026 bwana, mimi ikifika tu lazima kuna kitu fulani nitakifanya? Ndio. Ni nini hicho? Yaani kitu ambacho ningefanya kutoka na marafiki zangu kuenjoy, kufurahi na familia yangu binafsi. And then kuenjoy tu. Okay, tuambie mwaka 2025 kwako ilikuwaje? Mwaka 2025 kwangu ilikuwa nzuri kwa kweli. Okay. Malengo ambayo uliokuwa umeyapanga mwaka 2025 umeyatimiza? 2025 kwa kweli sijayatimiza bado. Unahisi ni kwa nini? Ni kitu gani ambacho kilikwamisha hadi usitimize yale malengo ambayo ulikuwa umejipangia kwamba mimi mwaka 2025 lazima nitimize hichi? Yaani kilichofanya nisitimize ni kwa sina muda yani. Okay. Na umejipangaje kwenye huu mwaka? Huu mwaka nimejipanga vizuri kwa kweli nitimize malengo yangu. Okay. Binti hapa, mwaka 2025 ulijipangaje katika yale malengo ambayo ulijipanga kuyatimiza? Uliyatimiza kweli? Hapana. Kwa nini? Siwezi kujiandaa vizuri. Kwa umejipangaje kuhusiana na huu mwaka 2026? Na wenyewe ukiisha utasema kwamba sikujipanga vizuri. Kwa huu mwaka nimejipanga vizuri sana. Okay. Kwa vitu ambavyo vilikuwa sijavitimiza. Unasoma? Ndio. Kidato cha 3. Okay. Masomo yako yakoje? Yako vizuri. Okay. Unasoma? Ndio nasoma. Kidato cha ngapi? Naingia kidato cha 4. Okay, tuambie masomo yako mwaka 2025 yalikuwaje, lakini pia ufaulu wako ulikuwaje? Ufaulu wangu ulikuwa mzuri. Sio mzuri sana lakini mzuri sana. Kwa nini ulikuwa mzuri sana? Yaani ni hivyo tu, yani mambo ya shule haya kupambana hivyo. Okay. Na bibi hapa? Mimi yalikuwa vizuri sana. Okay. Kwa sasa najitahidi kusoma. Unajua tena ukijitahidi lazima ufaulu. Okay. Ndio hivyo. Ndoto yako kubwa ukimaliza masomo yako unatamani kuwa nani? Ndoto yangu kubwa nikimaliza masomo yangu natamani kuja kuwa engineer. Yeah. Kwa nini? Ni kitu gani ambacho kinakuvutia kwenye hiyo kazi ya uengineer? Sio kwa sababu baba yangu anafanya hiyo kazi, maana mimi napenda mtoto wake nifanye kazi anayofanya baba yangu. Okay. Yeah. Unapenda sana. Ndio. Unatamani kuwa nani ukimaliza masomo yako? Kwa mimi natamani kuwa dokta. Ni kitu gani ambacho kinakuvutia kwenye hiyo kazi ya udokta? Kinachonivutia ni kutembea hata hospitali kama hivi watu wameungua, wanatibiwa. Kwa mimi natamani niwe hivyo. Okay. Binti hapa mrembo kabisa. Unatamani kuwa nani ukimaliza masomo yako? Mimi natamani kuwa nesi. Natamani kuwa nesi. Yeah. Ni kitu gani ambacho kinakuvutia? Ni kitu gani ambacho kinakuvutia kwenye hiyo kazi ya unesi? Kinachonivutia ni kama nikienda hospitalini hivi nakuta tu manesi hapo bize wanahudumia, ndoto yangu kubwa yani natamani kweli. Okay. Kuna mabinti wengi sana ukikutana nao mtaani wanalalamika kwamba mimi nilikuwa na ndoto ya kutimiza. Nilikuwa natamani kuwa engineer, nilikuwa natamani kuwa doctor, walikuwa na ndoto kama zenu lakini wanalalamika wamekatishwa ndoto zao. Unahisi changamoto kubwa ni nini? Changamoto kubwa ni wenyewe walivyojiweka. Unajua tena unakuta mtu huwezi kuwa na lengo la kuwa nani alafu
haujajiandaa kuwa na hicho kitu ambacho unataka kuja kuwa. So unakuta mtu anakuwa na mambo mengi. Unajua mtu huwezi kuwa na mambo mengi, huwezi kuwa na mambo mawili na ukatamani mtu kuyatimiza. Unakuta na kuna boyfriend, kuna pana jishughulisha. Unajua tena wavulana wakisha kufa mimba na kukimbia. So ndio hivyo, unakuta mtu akachukua mimba na ndoto ya kuja kuwa kama engineer au doctor au nurse. Alafu unakuta pale kashapewa mimba. So hiyo ndoto haiwezi kutimiza. Okay. Ni kweli vijana wanaharibu ndoto za mabinti? Ndio. Kiaje? Vishawishi vingi vinakuwa vingi, vishawishi. Hatimaye na msichana yani unaharibiwa ndoto zako kwa vishawishi tu hivyo. Okay. Binti, wewe ni binti mdogo ambaye una ndoto zako, utajipangaje kukabiliana na changamoto ambazo mabinti wengi wamekumbana nazo na zimeweza kuzima ndoto zao? Kitu ambacho kinachofanya kwa serious kwenye masomo, pia kujijali na kujiamini, kutimiza malengo uliyoyaweka. Okay. Hebu tuambie, asubuhi ukiamka, hebu tupe ratiba yako. Ukiamka asubuhi unafanya nini na nini? Yaani asubuhi nikiamka, cha kwanza namshukuru Mungu kwanza kwa kuniamsha salama mimi na familia yangu. Ndio naendelea na majukumu yangu. Unakumbuka dosari? Ndio. Mara ya mwisho kwenda kanisani ilikuwa lini? Ilikuwa jana. Yes. Kitu gani ambacho kila ukiomba lazima umwambie Mungu, Bwana hichi kitu usikisahau kunitimizia? Uzima tu? Yes. Ndio. Yaani uzima na malengo yangu pia yatimie. Okay. Na wewe? Afya na ulinzi. Okay. Hivyo tu. Okay, mna nini cha kuambia watazamaji wa Lizzy Media ambao wanawatazama kupitia channel yetu ya Lizzy Media? Tunawapenda sana. Sana. I love you so much. Na mnawaahidi kwamba mtatimiza malengo yenu? Yes, lazima tutimize malengo yetu jamani. Kweli. Na wewe unawaahidi? Nawaahidi kuwa waendelee kutuangalia kwenye channel yetu ya Lizzy Media. Pia tunashukuru sana kwa kutusikiliza. Tunatakia heri ya mwaka mpya. Unaambiaje vijana ambao wanakatisha ndoto za mabinti? Cha kuambia mimi, waache hiyo tabia. Kwa nini unamkatisha mtoto wa watu ndoto zao? Sio vizuri kabisa. Kweli kabisa, hata mimi hapa nachangia kwenye hii point. Okay. Shukrani. Asante sana. Watazamaji tunawapenda sana.